Na nikukaribisha tena kwa mara nyingine, wewe mfuatiliaji wa channel hii ya Mwalimu Enock Yohana. Siku ya leo Mungu ametujalia kujifunza kitu kizuri kabisa ambacho kinazungumzia habari ya kutokuipenda dunia. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Biblia inasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, humpenda Baba hakumo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanachukuliwa kirahisi sana siku hizi katika makanisa na au waumini kadha wa kadha. Mambo ambayo yanachukuliwa kawaida sana, imekuwa ni mazoea tu, inaonekana ni kawaida tu, lakini kweli ni kwamba ni mambo ambayo yanamchukiza Mungu na ni kuipenda dunia. Jambo la kwanza ni kusikiliza muziki ya kidunia. Si ajabu leo ukichukua simu ya Mkristo ukakuta bongo flava. Si ajabu leo ukichukua simu ya muumini kabisa siku nyingi kanisani, ukichukua flash yake ukaangalia televisheni yake, utakuta nyimbo za kidunia. Jambo ambalo linachukuliwa kawaida sana na inaonekana kwamba ni kawaida tu, lakini ukweli ni kwamba ni jambo ambalo sio la kawaida na ni jambo la ajabu sana kwa mtu aliyeokoka kusikiliza nyimbo za kidunia. Na sisi tuliokoka tuna nyimbo zetu, Biblia inatupatia kabisa. Katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 na Waefeso sura ya 5 mstari wa 19. Nataka tu tusome andiko moja kutoka kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, kufundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Nafikiri umesikia pale nyimbo zetu ambazo tunatakiwa kuziimba tuliokoka, kwa sababu zimetajwa kabisa pale. Wimbo wa kwanza umetajwa pale, zaburi, nyimbo, tenzi za rohoni. Hizo ndizo nyimbo zetu ambazo tunatakiwa kuziimba tuliokoka. Zile nyimbo ni nyimbo za roho ambazo tunatakiwa kuimba. Tenzi za rohoni, zaburi, nyimbo za rohoni, hizo sio bongo flava. Bongo flava sio nyimbo za mtu aliyeokoka au nyimbo za asili hizi. Sio nyimbo zetu watu tuliokoka. Ile ni kuipenda dunia. Lakini si ajabu leo unaweza kuchukua kabisa simu ya mwalimu wa kwaya ukakuta nyimbo za dunia mno. Alafu anakuambia anajifunza style, anajifunza sauti. Sio kweli. Ukichukua flash ya mtu aliyeokoka unaweza kukuta video mle za nyimbo kabisa za dunia. Unakuta anasikiliza kabisa na ana amani. Ile ni kuipenda dunia na ni sio jambo la kawaida kwa mtu aliyeokoka. Jambo la kutisha, ni jambo la aibu, ni jambo la ajabu sana. Lakini leo linachukuliwa kawaida tu. Lakini mimi nikwambie, ile ni jambo ambalo linaonyesha kabisa ni jinsi gani dunia imewakamata watu wengi waliookoka. Dunia imekamata makanisa. Na unaweza kushangaa mpaka leo watu wanakwaya, waimbaji wanachukua style za dunia halafu wanazitumia kuimba kwaya. Kwa mfano, wanachukua style za muziki ya rumba, muziki ya singeli, muziki ya makirikiri, halafu wanaiweka kwenye kwaya kama style ya nyimbo za kwaya. Jinsi gani dunia imeingia kanisani. Hata ulifikiria vizuri mtumishi wa Mungu jambo kama hilo. Inakuwaje style za nyimbo za kidunia tunazileta makanisani? Dunia imeingia makanisani na tupo katika nyakati mbaya sana. Tupo katika wakati mbaya mno. Haiwezekani tunachukua style za singeli tunazileta kanisani. Mungu amefilisika kiasi hicho kweli? Nataka tuliangalie vizuri jambo kama hili. Nataka tuangalie jambo la pili sasa. Mambo ambayo yanachukuliwa kuwa ni kawaida. Lakini ukweli ni kwamba yanaonyesha kabisa dunia imeingia makanisani na watu tumeipenda dunia. Jambo la pili ni kunyoa denge.
kunyoa denge. Kunyoa denge ni ile mtindo wa kunyoa nywele, unazinyoa pembeni, unanyoa pembeni halafu juu unaziacha. Ile ni kunyoa denge, na ni jambo ambalo Biblia imekataa. Lakini angalia makanisani, ni asilimia ngapi ya watu wanaingia mle wananyoa denge? Ni watu kiasi gani wanaingia na wanaona ni kawaida tu, inachukuliwa ni kawaida tu, hakuna shida kabisa, inachukuliwa kawaida. Lakini ni jinsi gani dunia imeyakamata kanisa? Biblia inakataa. Katika kitabu cha Walawi sura ya 19 mstari wa 27, Yeremia sura ya 9 mstari wa 26, lakini Yeremia 25:23 na Yeremia 49:32. Soma yale maandiko. Biblia inasema usinyoe denge. Usinyoe denge, denge la mtwalia. Usinyoe denge. Lakini angalia ni jinsi gani hili jambo kwanza inachukuliwa kawaida tu, halikemewi makanisani, inachukuliwa ni kawaida tu na watu wameona ni kawaida tu. Lakini ukweli ni kwamba ni jambo ambalo linamchukiza Mungu, jambo ambalo halifai mbele za Mungu, ni jambo lisilofaa kwa Mungu. Lakini jambo la tatu ni kuvaa suruali. Kuvaa suruali. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 25 inaonyesha kabisa ni jambo ambalo halifai mbele za Mungu, kuvaa suruali sasa wanawake, jambo lisilofaa mbele za Mungu. Lakini angalia ni kiasi gani leo watu wanavaa suruali, wanawake wanavaa suruali, watoto wanavaa suruali. Lakini kweli ni kwamba ni jambo ambalo lisilofaa kabisa kwa Mungu, kwa sababu Kumbukumbu 5:25 Biblia inasema mtu asivae mavazi ya mwanaume wala jambo lisilofaa mbele za Mungu. Leo mpaka kuna wachungaji wa suruali, na mpaka leo kuna kwaya wanashona sare za suruali, wanaimba kwaya mpaka na mimi kuvaa suruali. Ndio ni kawaida tu, vazi ni shida, lakini ni shida na dunia inaingia kabisa. Jambo lisilofaa kabisa, ni jambo la kukemea, kufanya mbele za Mungu. Lakini pia mwisho ni uasherati. Waefeso 5 mstari wa 3 inasema uasherati usikaje kwenu kamwe. Lakini leo kuna kijana kabisa yuko kanisani, ukimwambia uishi bila uasherati anakuambia ni jambo lisilofaa. Mwana yuko hata na mume wala kijana tu hata na mke, jambo haliwezekani kabisa, na diliki kusema haiwezekani. Lakini ni jinsi gani dunia imeyakamata makanisa, ni jinsi gani dunia imeyakamata watu. Lakini ni jambo lisilofaa kabisa, ni uchafu mbele za Mungu, jambo ambalo uasherati, uzinzi, jambo ambalo linachukuliwa kawaida tu. Watu wanaingia makanisani na wana makwaya zao, wanaimba mpaka wanaongoza makundi, wanaongoza sifa, wanaongoza kwa Mungu, wanaandishi pale, lakini wana makwaya. Chukua simu zao kwa Mungu, sikukuta picha za ngono mle, lakini unakwambia ni watu waliokoka na wanategemea kumwona Mungu, na pia wanaimbaji, viongozi, lakini wanataka kama hizo. Dunia ni na ni jambo linalochukuliwa kawaida, hata makanisa siku hizi kawaida. Unaona, yani ni kawaida tu kuingia kanisani na makawaya, kufanya uasherati, mzinzi, ni kawaida tu. Lakini ni jambo lisilofaa mbele za Mungu. Nataka mtu aliyeokoka tutafakari mambo kama haya, tuone ni jinsi gani sasa tunaweza kuepuka mambo kama haya, kwa sababu haiwezekani tuingie makanisani na uovu kama huu. Nataka ufikirie na uchukue hatua. Mimi nikushukuru kwa kufuatilia. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia akaunti hii ya Mwalimu Enock Yohana kwa mafundisho mbalimbali kadri Mungu anavyotujalia. Mungu akubariki sana na nikutakie wakati mwema.